Pesa haijawahi kuondoka duniani kwenda sayari nyingine, kwani huko haitajiki kabisa. Ukiona haiko mikononi mwako, maana yake iko mikononi mwa watu wengine. Kazi yako ni kujua cha kufanya ili ije mkononi mwako. Mara tu utakapoanza kujiajiri, ni lazima uwe na uwezo wa kufahamu pesa ziko wapi ili uzivutie zije kwako. Kumbuka, mtu anapokuwa ameajiriwa huwa anasubiria tu mwisho wa mwezi ili awekewe mshahara kwenye akaunti yake. Unapoamua kujiajiri, ni muhimu pia kuwa na ufahamu wa hali ya juu sana wa kuhusiana na fedha, yani financial intelligence, ambayo itakusaidia uweze kufanikiwa katika juhudi zako za kutengeneza pesa zaidi. Changamoto ya watu wengi sana inapofika kwenye swala kutengeneza fedha zaidi mara baada ya kuamua kujiajiri, huwa hawajui kabisa mahali ambapo pesa zimejificha. Matokeo yake wanahangaika kutafuta pesa mahali ambapo hazipo kabisa, na ujikuta wanatumia nguvu nyingi ila wanapata matokeo kidogo. Pesa imejificha wapi? Watu wengi sana, akiwemo Emmanuel Olomidi katika kitabu chake cha The School of Money, wamejaribu kueleza maeneo ambayo pesa huwa inajificha. Katika sehemu hii nataka tuchambue maeneo ambayo pesa imejificha na utafakari ni maeneo gani ambayo wewe unataka kuyatumia kupata pesa hiyo. Kumbuka, kila mtu anayeamua kujiajiri ni lazima amue maeneo ambayo anataka kuanza kuyatumia ili kuingiza pesa. Eneo la kwanza ni kwenye mikono ya watu. Pesa huwa inazunguka katika mikono ya watu bilioni 7 walioko duniani kwa sasa. Na ukiona haziko kwako kwa sasa, basi ziko kwa mwingine. Lakini kwa wakati wowote ule duniani, jumla ya fedha zote duniani huwa ziko kwenye mikono ya watu. Hii inamaanisha kabla pesa haijaja kwako, ilikuwa kwa mtu mwingine, na pale inapotoka kwako inaenda kwa mtu mwingine. Kinachotoa pesa kutoka mkono mmoja kwenda mkono mwingine ni thamani, yani value, ambayo unaitengeneza na mwenye pesa anahitaji kwa wakati huo. Pesa hufuata thamani ilipo. Hivyo unachotakiwa kujiuliza unapoamua kujiajiri ni kuna nini chenye thamani ambacho unaweza kukitoa na wenye pesa wakawa tayari kukulipa kwa sababu wanakihitaji. Kila unapotumia pesa kumpatia mtu mwingine ni kwa sababu kuna uthamani ambao ameutengeneza, ambao wewe umeamua kugharamia. Hivyo pesa inaondoka mkononi mwa mtu kufuata thamani. Swali muhimu la kulipatia jibu: je, kuna thamani gani ambao unaitengeneza inayoweza kuvutia pesa kutoka mkononi mwa watu wengine? Eneo la pili ni kwenye matatizo. Sehemu ya pili ambayo pesa huwa inajificha kwenye matatizo ya watu. Kila tatizo unaoliona kwenye maisha yako ni fursa ya kutengeneza pesa.